Hello mameni, hii Shom TZ, wanapenda kuniita fundi umeme smart. Bana, niko on target. Nimerukaruka sana. Leo nimekamata on target. Kuna maswali hapa ambayo nataka kuyajibu kutoka kwa wadau, washikaji, mafans, mafamily. Kianza na swali la kwanza, linasema kwamba kitu gani kilisababisha mahusiano yako ya mwisho kuvunjika? Mahusiano yangu ya mwisho bwana yalivunjika kwa sababu nilisafiri kikazi, nilikuwa Zanzibar. Na sikuonana na mpenzi wangu muda mrefu. Kwa hiyo siku ambayo ya birthday yake, nilitamani kumsurprise. Lakini kitu ambacho nilichokikuta Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anajua, kwa sababu nilikuta amepostiwa na bwana yake. Yaani yale majina ambayo alikuwa ananiita mimi ndo alikuwa anamuita mshikaji katika comment nini, nimekuta. Basi sikutaka mambo mengi, nikaachana naye. Kwa hiyo mahusiano yangu ya mwisho yalivunjika kwa staili kama hiyo. Nimekuta amepostiwa na mpenzi wake ambaye anampenda. Nikija katika swali la pili, bana, swali la pili, mara mwisho kupima ukimwi lini? Mara mwisho kupima ukimwi nakumbuka ilikuwa mwezi wa 11. Ilikuwa Njombe, nilienda kikazi kwa sababu huwa na desturi ya kupima maambukizi ya ukimwi mara kwa mara. Kwa hiyo siku moja natoka site naenda dukani kununua vifaa. Nilikuwa na drive, kufika njiani yani nikajikuta tukasema ngoja niende hospitali. Nikaingiza gari kushoto, nikapaki, nikaenda pale nikapima ukimwi. Nilikuwa naogopa kwa sababu si unajua tena vijana sisi. Nilikuwa naogopa, lakini yule mtu ambaye ananipima akaniambia usiogope, sisi wanaume kupata maambukizi na kwa kazi kubwa sana kushinda wanawake. Kwa hiyo nikapima pale, nikajikuta niko fresh, nikamshukuru Mwenyezi Mungu. Maisha mengine yakaendelea. Kwa hiyo ndo hivyo. Nikija katika swali la tatu, linasema kwamba swali la tatu, muda gani mrefu umetumia kumtongoza mtu na akakubali? Mimi sijawahi kumtongoza mwanamke kwa muda mrefu sana. Yaani mwanamke nimemtongoza sana siku 3. Nikiona amenikatalia hapo naachana naye. Siwezi nikamngangania mtu nikakaa naye muda mrefu. Ila nakumbuka kuna kipindi nilikuwa namtaka mwanamke mmoja. Lakini yule mwanamke mimi nilikuwa namuogopa. Kwa jinsi ya kumuingia, yani kumuanza, kwa hiyo inabidi nichukue muda mrefu sana mpaka kaje kumzoea, kumtengenezea mazingira ya kuwa naye karibu. Kwa hiyo almost nilitumia kama wiki. Kwa muda mrefu sana ambao nimetumia kumtongoza mwanamke akakubali, nimetumia wiki moja akakubali, maisha mengine yakaendelea. Na change location. Sasa hapa ningepata kidude hapa, maswali yataruka au basi hapa. Sawa. Naendelea. Nikija katika swali la 4. Swali la 4 linasema kirefu cha TBS ni nini? TBS hii ni, labda nielezee kwa undani zaidi. TBS ni taasisi ama niseme ni kitu ambacho kinajihusisha na masuala mazima ya ukaguzi wa vitu ama vifaa. Kwa mfano chakula lazima kiwe kimethibitishwa. Hii ni kampuni ama ni taasisi ya kuthibitisha vitu. Iwe chakula, iwe kitu chochote. Kirefu chake kinaitwa ni Tanzania Bureau of Standard. Yes, Tanzania Bureau Standard. Na makao makuu yake yako Ubungo pale. Nikija katika swali lingine linalofuata, maswali mengi sana. Swali linalofuata linasema
Swali gani ambalo hujawahi kuulizwa na natamani sana kulijibu? Swali ambalo sijawahi kuulizwa afu natamani sana kulijibu. Maswali hapo mengi, lakini sasa sijajua katika engo gani. Ila swali ambalo natamani sana kulijibu ni kuhusiana na career yangu ya kazi. Mimi ni fundi umeme. Kwa hiyo swali ambalo natamani sana kulijibu ni kwamba nimesomea wapi umeme, imekuwaje mpaka nimefikia hapa. Naweza nikalijibu in short. Mimi nimesoma chuo cha Morogoro Ujenzi. Nimesomea pale umeme miaka 3, nikaenda nikafanya field kiwanja cha ndege cha Dar es Salaam au wanaita Julius Nyerere International Airport. Nimefanya pale kwa muda wa miezi 6. Nikaja Mvomero TANESCO nikafanya pia miezi 3. Kwa hiyo na mambo mengi sana ya kuhusiana na career ya umeme, lakini vipo vitu ambavyo vinanifanya mimi niwe hapa kama fundi umeme. Ila maswali mengine kama watahitaji kuniuliza sawa, ila in short nimewajibu kwamba nimesomea umeme Morogoro na maisha mengine yanaendelea. Nikija katika swali linalofuata, swali linasema kwamba unadhani ni sahihi kushare maisha binafsi ya kwenye mitandao ya kijamii? Hapana. Kwa upande wangu mimi hapana. Yaani unadhani ni sahihi kushare maisha binafsi ya kwenye mitandao ya kijamii? Hapana, kwa sababu maisha binafsi inakuhusu wewe mwenyewe. Sio tu mitandao ya kijamii, hata mtu wako wa karibu huwezi ukashare naye maisha binafsi, kwa sababu huwezi jua yule mtu ambaye unashare naye maisha binafsi ni mtu aina gani kwako. Siku hizi watu wa karibu sana ndio watu ambao wanaongoza kutumiza, kutupa heartbreakers nyingi sana. Kwa hiyo nikija kwenye swali kwamba ni sahihi kushare maisha binafsi na kwenye mitandao ya kijamii, hapana, kwa sababu mitandao ya kijamii siku hizi imekuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vinaharibu sana maadili. Kwa hiyo ukisema ushare maisha yako binafsi na kwenye mitandao ya kijamii, it's not true, kwa sababu watu wengi sana wanafuatilia maisha kwenye mitandao. Wapo ambao wanafanya maisha yao business kwenye mitandao. Wapo pia ambao wanafanya mambo yao private kwenye mitandao. Ila mambo binafsi kwa upande wangu mimi siwezi kushare. Na sio kwenye mitandao tu, hata maisha ya kawaida siwezi kushare maisha yangu binafsi, kwa sababu ni kitu ambacho personal kipo ndani ya nafsi yangu. Nikija katika swali lingine linasema kwamba unaweza kututajia jina la mpenzi wako? Yes, naweza kuwatajia jina la mpenzi wangu. Mpenzi wangu mimi bwana, majina yake anaitwa Leina Peter Chaula. Yes, huyu ndo mwanangu sana. Huyu ni mtu ambaye ananifanya mimi nasimama kama mwanaume, kwa sababu ni mtu ambaye ananishauri mambo mengi kuhusiana na kazi, maisha pamoja na vitu vingine sana. Big shout out kwake Leina Peter Chaula, kwa sababu yeye ndo ananifanya mimi nifanye mambo yangu mengi sana kwa usahihi zaidi, kwa sababu ni mtu ambaye ananielewa vizuri sana. Nikija katika swali linalofuata ni kitu tusichokifahamu kuhusu Shomtz. Kitu ambacho hamkifahamu kuhusu Shomtz. Nafikiri hivi ni vitu common. Kitu ambacho ukifahamu kuhusu Shomtz. Shomtz ni mtu ambaye anapenda sana kuishi na watu vizuri, kwa sababu anaamini kupitia kuishi na watu vizuri anaweza akapiga hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa mfano, naweza mimi nikakufanyia wewe jambo jema. Lile jambo jema mimi nikalichukulia ni jambo la kawaida sana, lakini yule mtu ambaye nimemfanyia ile jambo jema akalichukulia very personal, akaenda sehemu akauliza, kuna mshikaji fulani bwana nataka nimpe mchongo. Sawa bwana, unamuonaje? Utasikia bwana
mshikaji yuko pisi sana wale pale, maana ukimpa kazi yako anakufanyia vizuri. Na kwa mfano ukimfanyia mtu jambo baya, in case imetokea kuna sehemu kuna connection ya kazi, sawa bwana, ataulizwa. Kwa mfano unaulizwa bwana, hivi Shomtizi unamuonaje? Yule dogo jao mwanangu, dogo miawisho sana yule. Achana naye yule, ukimpa kazi atakuharibia. Kwa hiyo kitu ambacho msichokifahamu kuhusiana na Shomtizi, mimi ni mtu ambaye napenda kuishi na watu peace, napenda kuishi na watu vizuri kabisa. Kwa sababu naamini kwamba kuna leo, kuna kesho. Jambo jema nitakalolifanya leo basi litakuja kunisaidia kesho. Na pia jambo baya ambalo nitalifanya sasa hivi litakuja kusababisha mambo makubwa baadaye, kwa sababu what goes around come around. Kwa ukifanya jambo jema sasa hivi, baadaye basi utakuja kupata faida yake. Nikija kujibu swali lingine, maswali yako mengi so far, tutajibu moja baada ya lingine. Mafanikio gani unajivunia katika maisha yako? Mimi kwanza bado sijafanikiwa. Bado napambana, bado najitafuta. Kwa hiyo bado napambana, bado najitafuta. Siwezi nikasema kwamba ni mafanikio gani ambayo nimefanikiwa, lakini naweza nikasema kwamba mafanikio yangu ambayo makubwa sijui nisemeje, lakini mafanikio yangu ambayo yananifanya mimi nijivunie, mimi nafikiri kuishi. Kwa sababu kuishi ni mafanikio, kwa sababu wapo ambao wote wanatamani kuishi lakini hawakuweza kufikia hiyo stage. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu mimi nahisi ni mafanikio. Sijajua ni mafanikio gani ambayo, yapo mafanikio ambayo swali ambalo linamaanisha ni mafanikio labda kupata kitu fulani, lakini kwa upande wangu mimi bado najitafuta. Nikijipata nitasema nimefanikiwa kupata kitu fulani, alhamdulillah. Ila kwa sasa hivi ninavyoishi fresh na enjoy, kwangu ni mafanikio. Nikija katika swali lingine linasema kwamba tell your future wife anything. Nampenda sana. Nampenda sana. Popote alipo akaye ajue kwamba kuna mtu anampenda kinoma noma, na anatamani siku moja waje kuishi maisha fulani ambayo wanatamani kuyaishi. Nikija katika swali lingine, another question nasema kwamba siku ya kwanza unaambiwa umefanana na Alikiba. How to feel? Unajua siku zote hakuna mtu ambaye hapendi kufananishwa na kitu kibaya. Hamna mtu ambaye hapendi kufananishwa na kitu kibaya. Kwa hiyo ukifananishwa na kitu kizuri, always lazima ujisikie happy, ujisikie furaha, kwa sababu unaamini kwamba wewe una kitu ambacho mpaka watu wamekwambia bana unafanana na mtu fulani, unajua kuna kitu amekiangalia kwako. Maybe rangi, maybe the way tunavyoishi, sawa bwana. So far so good. Alikiba mimi ni fans wake, namkubali sana, napenda sana ngoma zake. Nikija katika swali lingine, linasema kwamba maini yako yana figo ngapi? Maini yako yana figo ngapi? Bana, hili swali mbona kama nataka kunichanganya. Maini yanakuaje na figo? Maini hayana figo bwana. Maini hayana figo. Maini hayana figo kabisa. Hili swali bwana, maini hayana figo.